Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Masjid Quba. Leo Alzairin wamekuja kutembelea Masjid Quba na kupata rakaa mbili za sunna ya tahiyatul masjid, ambao ujira wake ni sawa sawa na umrah, kama alivyosema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahara fi baitihi thumma ata Quba fa ajruhu ajru umrah. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam maalim, una lolote kutuambia katika maeneo kama haya? Maeneo kama haya ni mazuri sana, maeneo ya history. Ndio. Na kila siku alhamdulillah maeneo haya yanaadhirishwa zaidi kuliko yalipokuwa zamani. Kwa kuna tofauti zipo baina mwaka jana mwaka huu? Naam, zipo kubwa. Mashaallah. Amesha jitihada kubwa walionao jamaa hawa. Alhamdulillah. Kiasi Mwenyezi Mungu awasifu katika naam. Ahadu Quba. Naam. Mashaallah. Kwa tushapata rakaa mbili ambao ujira wake ni sawa sawa na nini? Umra. Mashaallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masjid Quba, muonekano wake kwa nje. Huu ndio muonekano Masjid Quba kwa nje. Alafu huko kuna sehemu kubwa kwa ajili ya kuswali. Alhamdulillah. Naam, ndugu hujaj, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, vipi hali yako? Hali yangu nzuri alhamdulillah. Hapa labda upo maeneo gani? Hapa tupo Masjid Quba. Masjid Quba, mashaallah. Umekuja kupata rakaa mbili? Kuja kupata rakaa mbili na tayari nimeshazipata. Mashaallah, alhamdulillah. Naam, unaweza kutuelezea kwa ufupi furaha yako ikoje kuja sehemu kama hii ya kihistoria? Kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuja hapa, lakini pia nimefurahi sana kufika sehemu kama hii miongoni mwa sehemu tukufu. Naam, nashukuru sana alhamdulillah. Kwa hiyo unashauri vipi watu ambao wana uwezo wa kuja hija lakini bado anaona uzito kuja, labda kwa kuhofia labda kuna vurugu kubwa au kwa kuhofia jambo lolote jingine, nini unachonasihi? Kwa kweli ninachonasihi kwanza wafahamu kwamba hija ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kama una uwezo na hujaja hija, manake bado hujawa Muislamu. Ili uwe Muislamu manake utimize na hii ibada au hii nguzo kwa wale wenye uwezo. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba ndugu Waislamu wenye uwezo waje wafanya ibada, watembelee na haya maeneo muhimu, maeneo matukufu. Inshallah watajifunza mambo mengi ambayo yatawasaidia katika masuala yao mbalimbali ya ibadati kwa Uislamu. Mashaallah. Naam, shukran ndugu hujaj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Hapa ndugu mahujaj wakielekea katika maeneo ya kisima cha historia, kwenye bango lile wakielekea katika kisima cha historia ambacho kilianguka pete ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Na hapo palikuwa na bustani dogo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija sana akipumzika katika bustani hiyo na akikaa na baadhi ya masahaba zake. Ilianguka zama za Uthman bin Affan, katika ukhalifa wa Uthman. Imeanguka katika zama za Uthman bin Affan. Hapa ndo kwenye kisima cha Athar ambacho kilianguka pete ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinaitwa Bi'ru Aris al-Khatim. Alimu juu yetu binadamu, yatano ilohitimu, jukumu lipate dumu. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau, yafaa kuzingatia. Wakitoka katika maeneo yanayouzwa tende, maeneo katika soko ya tende katika mji mtukufu wa Madina. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau. Hapa ndani sehemu inauzwa tende ajwa. Tende yote inapatikana katika maeneo haya ambao mahujaji leo wameletwa kwa ajili ya kuja kununua tende katika maeneo haya.
mashaallah, anwaa za tende nyingi sana. Kila aina ya tende inapatikana hapa, anwaa. Na huku upande wa vitu vya watoto, vipipi na vitu vingine. Ya Rabbi nitakabalia, hija tumefaradhishwa. Hizi aina za pipi, anwaa ya pipi. Hapa kuna aina ya vitu vingine vya kitoto, chokoleti. Hukumu yake jalia. Na tende hizo hapo, ajwa. Tende kubwa huku ni hizo ajwa. Sukari. Na nyingine nyingi mashaallah. Kupitia Istiqama, jumuiya mashuhuri. Mahujaji wamefika katika maeneo ya Uhud. Mahujaji wamefika katika maeneo ya Uhud. Alhamdulillah, wamekuja kufanya ziara katika maeneo haya, na magari ni mingi na watu ni wingi. Alhamdulillah, wamepita katika maeneo haya ya kihistoria ambapo pamepigana vita vya Uhud. Ili tusijepotea tukarudia dunia, hija tumefaradhishwa, haifai kudharau. Kupitia Istiqama, jumuiya mashuhuri, tunahiji kwa salama. Huku ndipo alipotokezea Makuraish, wametokezea kwa upande huu, na hapa ndipo aliposimama Khalid ibn al-Walid na jeshi lake la watu 200, na huu hapa ndio mlima Jabal Rumat ambao amesimama Makuraish wa Islam 50, na Mtume sallallahu alisimama baina Jabal Uhud na Jabal al-Ainain. Tena hija mabruri, kwa uwezo wa Karima, mambo ya kwenda vizuri. Akadumisha dawama, Istiqama Zanjibari. Hija ni nguzo muhimu, tuijue Waislamu, kafaradhisha alimu juu yetu binadamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Naam, ndugu hujaji, kwa jina unaitwa nani? Hafidh Amrani Umar. Naam, Hafidh. Leo upo katika maeneo gani labda? Leo nipo katika maeneo ya mlima Uhud. Mlima Uhud. Naam, unaweza kutuelezea furaha yako ya kufika katika maeneo kama haya? Naweza kuwaeleza furaha yangu ya kufika katika maeneo haya kwa sababu nimeridhika na nimekanyaga ardhi ambayo walipigana vita vya Uhud. Mashaallah, mashaallah. Kwa umepata faida kubwa kufika katika maeneo kama haya. Mashaallah, maeneo ambayo alikanyaga Mtume. Tunahiji kwa salama, tena hija mabruri, kwa uwezo wa Karima, mambo ya kwenda vizuri. Allah dumisha dawama, Istiqama Zanjibari. Na nafsi yajitambua, yenyewe yajionea, leo nimetimizia uwezo unotakiwa, nia unajitilia, Rabbi nitakabalia, hija Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.